Yaani inabidi mtafakari sana, kwa sababu kitabu cha Qurani cha Waislamu hakijawahi kubadilishwa hata herufi moja, kwa sababu yale ni maandiko yanaaminika ni maandiko ya Mwenyezi Mungu. Hawezi kubadilisha chochote wala kuongeza. Nyie mpaka leo, nyie mpo na Mungu yupi sasa? Mpaka manake hatuwaelewi. Mpo na Mungu Baba, mpo na Mungu Mwana, au mpo na Mungu Roho Mtakatifu? Kwa sababu huyo Mungu Baba alitoa maandiko yake, hamkuyafuata. Akatokea huyo Mungu Mwana na mwenyewe ambaye hamkumfuata, na Mungu Roho Mtakatifu na yeye mwenyewe pia hamumfuati. Alafu mnatafuta mpinga Kristo. Mpinga Kristo ni nani kama sio nyewe wenyewe? Na mkisema mpinga Kristo, mnajisahau kabisa. Mnasema ni Waislamu. Mimi mnajua Wazayuni nyinyi. Hawa watu ambao hawatambui Uislamu wala Ukristo wala dini yoyote. Hao ndio watu ambao walioasisi hivi vitu kwa sababu ya biashara. Na ndio maana kila siku narudi hapa nasema, kile unachokiona asilimia kubwa hapa duniani kimeasisiwa kwa ajili ya biashara za watu. Hao Roman hao mnaowaona hao. Roman, ile sio Roman. Ile ni Illuminati. Ila tu mnageuziwa tu. Wanasiri hao watu hao. Acha kabisa, wale watu ni wahuni. Wewe uliona wapi kiongozi anafungisha ndoa lakini yeye haoi? Kwa andiko lipi? La kitabu kipi kinachomkataza mtu kuoa? Kisa yeye ni kiongozi, eti ni mtakatifu. Nani kakwambia mtakatifu haoi? Kwa utakatifu upi wewe uliyeumbwa unakuwaje utakatifu? Hao ukiwaambia kama nyewe ni watakatifu kweli, haya vipi kuhusu walokole? Wanakugeuka kwambia walokole wale hawaeleweki. Jamani, walokole hawaeleweki vipi? Si wameokoka, manake si hawana dhambi kama wanavyodai wao. Haya, wana ubaya gani, wana tofauti gani na nyie ambao mnasema ni watakatifu? Unakuwaje mtakatifu aliyakuwa unaendelea kuishi? Manake ukosei. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Nani? Yaani Yesu hana akili afe kwa ajili ya dhambi zako wewe mhuni? Haya, tupe andiko linalosema hivyo, kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako ili wewe upate ufalme wa mbinguni. Na lile andiko linalosema kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe, au kulielewa linamaanisha nini? Wewe ni wewe, Yesu ni Yesu, sababu alikuwa ni nabii wa Mungu. Hicho kitu hakiwezekani hata siku moja. Ni kutumia tu akili ndogo tu. Lakini kwa sababu mtu mfikirii, ndio maana unateseka mpaka leo. Tuachane na huko kote, kwa sababu tunajua watu washaingizwa katika mifumo ya watu, washakubali. Kwa hiyo hawana ujanja. Haya, na hii nao Krismasi ambayo kabisa ipo wazi, inaonyesha kabisa kwenye Biblia haipo. Yaani haipo kwenye Agano la Kale wala Agano Jipya. Hata ile Agano la Kale mlilopigwa halipo. Hivi hata sijuagi. Afu nyinyi mnajionaga ni watakatifu sana, lakini nyie huwa ni watakabifu sana. Haiwezekani. Dunia hii ina siri, ndio maana mimi nawaambia siri za dunia ni nyingi. Hao watu ndio watu waliotengeneza kisiwa huko, wakaweka ukuta wa kioo. Wanafuga viumbe hao wa kimajini, mashetani. Lakini wakitoka huko wanakuambia Waislamu wanafuga majini ni wachawi. Ukiwauliza nyie wale viumbe mnaowafuga kule ni wakazi gani? Wanatupa
nani teknolojia? Kwa andiko lipi lililosema viumbe watawapa teknolojia nyie? Bora sisi tunaambiwa wama khalaqtul jinni wal ins. Mwenyezi Mungu aliomba majini na watu ili illa yaabudun. Mwenyezi Mungu aliomba majini na watu ili wamwabudie. Maana yake kitu kinachoabudu si kitu chema, kuna haki ya kumiliki majini na kuwatumikisha kama watumwa wengine, na sio kama watumwa vipi, kwa maelewano. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kila tunachokifanya kipo katika ushahidi. Hatuna sikukuu ambayo haipo katika kitabu, wala hatotokea mzushi akazusha kitu kikafuatiliwa. Hatotokea nabii katika Uislamu zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatotokea sijui nani akasema ametumwa na Mungu aje awaambie waumini siku ya Ijumaa kwamba Jumamosi mvua itanyesha, kwa hiyo mjifungie ndani. Hakuna mtu. Kwanza atacharazwa bakora huyo, sababu si kila kinachofanyika kimeandikwa na kinaenda kama ipasavyo. Sijui nini. Wewe hujui, na kweli ndio maana hujui nini. Lakini uhalisia ni kwamba watu mmekaa mnaendeshwa. Hawa watu wanatudanganya kila siku. NASA tumeenda mwezini. Hawajawahi kufika mwezini. Hakuna mtu ataweza kufika mwezini. Zile ni propaganda. Ukiangalia tu katika nembo zao unagundua kuna ulimi wa nyoka. Ulimi wa nyoka asili yake ni uongo. Kwa hiyo acheni kudanganywa. Wale watu ndio wana teknolojia ila za kutoka kwa ibilisi mwenyewe, kwa sababu wanakutana naye ana kwa ana hivi. Juzi nikazungumzia issue ya AI. AI imekuja baada ya siri nyingi kufichuka, kuonekana sasa wataumbuka, ndio wakaamua kuunda kitu kinaitwa AI ili zile picha zinazokuja za kweli zifanywe kama ni editing. Lakini hakuna ukweli wowote wa AI kwamba eti ni moja kwa moja, hapana. Hawa watu ni wahuni, na muasisi wake mkubwa yupo anayekusanya vati kila nchi, kwa sababu yeye amesema yeye ndio aniendesha dunia kwa mifumo yake, kwa familia zake 12 hizo za Uzayuni. Kwa hiyo ndugu zangu, nyie hamjui, maana tunaambia kuna siri nyingi sana duniani za hawa watu. Yaani wao wanaamua ni nani akae pale kwa masharti yao, kiasi kwamba hata kuna nchi rais haingii kama hawana uhusiano naye. Yaani waangalau theluthi ndio wataweza kupewa urais katika nchi hiyo, na akizingua wanamfiatika. Haweke mtu wao wanayemtaka. Hizo ndio sheria zao. Hata hao nao wanapiga kelele kutetea haki yao. Hawa nao ni wahuni wanaozijua siri kwamba wao wanatakiwa wasimamie ukweli wao wa mikataba yao, kwamba wao wanatakiwa kubaki kuwa kuongoza nchi wakisema wewe na sauti. Sio kama anaongea yule anapenda haki sana. Muuliza Sheikh kuwalisha mayatima wangapi yule kama anapenda haki. Hajawahi hata siku moja. Ila kwa sababu mikataba wale wanapewa hizo siri. Ndio hivyo. Kuna siri ni nyingi tu, sema nyingine haziongelei kwa sababu maisha ni mafupi. Lakini ukija hivi kwa mfano ukaja ukanianza kuniuliza niko mimi na wewe, nitakuchambulia kwanza mwenyewe, unaweza ukaamini kwamba kumbe wewe mwenyewe ulikuwa sio mtu wa kuabudu, ni mtu uliyepotea. Nani Wasabato wana nini wao? Kwa nini wamejitenga wakaacha kusherehekea vitu vya ajabu? Tafakari, alafu wewe utakuja kuniambia. Tafakari tu, utakuja tu kunieleza kwamba kumbe ni kweli, ukweli upo hivi. Asanteni sana, tarudi tena awamu nyingine.